Bwana, utuongoze maishani mwetu. Inua mikono yako juu. Ambia tu Mungu asante kwa wiki mzima ambaye ameweza kukulinda, amekuhifadhi, amekupigania kwa mambo mengi katika jina la Yesu. Mitego ambayo shetani alijaribu kuinua mbele zako, yeye Mungu alikutekulia na ukawa salama. Ambia tu Mungu asante kwa sababu ya ulinzi ambaye amekulinda wiki mzima, na hata amekulinda na hata amekuhifadhi. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako, na hata asubuhi kama hii tunataka tusema asante kwa ulinzi ambao umelinda kila mmoja wetu. Jehova Baba, tunajua imekarimu neema, imekarimu mkono wako. Hivi Baba Mungu, tumekuja kusema asante. Pokea sifa na hata utukufu. Tunapoenda kulisikia neno lako Jehova, tunakualika. Tunaalika Roho yako Mtakatifu akachukua nafasi na hata akachukua utawala. Maana wewe ni Mungu, wewe ni tumaini. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Tuanze kuchukua nafasi, uketi. Kisha tutaenda kulisikia neno la Mungu mchana wa leo. Kwa majina yangu ni Bishop Joel Washoro, ni mchungaji wa Prophetic Awakening Ministry hapa Iten. Kwa hivyo mtazamaji wangu penye huko, karibu sana tukaweza kujiunga kwa ibada hii katika jina la Yesu. Tunaenda kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo kutoka kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango wake ni wa 9, na tutaanzia penyewe. Yohana Mtakatifu mlango wake ni wa 9 kuanzia mstari wa 1. Moja. Yohana Mtakatifu mlango ni wa 9 mstari wa 1. Hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Nataka niongee leo kuhusu kujipata kwa hali fulani. Unaweza kujipata ukiwa kwa hali fulani, lakini inaweza kuwa ni kwa kusudi ama ni kwa sababu Mungu aliona ni fema ukapitia ile hali ili ushuta na utukufu ukamrudia Mungu. Bwana asifiwe sana. Pigia Yesu makofi. Sababu kuna watu wamekuwa kwa hali fulani. Kuna watu wamekuwa wamejipata wakiwa hali aina fulani. Lakini baada ya kuwa kwa ile mta, Mungu anapokutana na wao anawapatilisha. Na hata watu hawataamini ya kwamba ulikuwa katika hali hiyo. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Rudia tu hapo. Hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Huyo ni Yesu Kristo. Biblia nasema hata wakati alikuwa anapita, Biblia nasema ya kwamba kila mahali Yesu alikuwa akienda alikuwa akitenda mambo mazuri. Bwana asifiwe sana. Akawa anapita, na hata wakati alikuwa anapita kwa ile njia alikuwa ameona maumivu ya huyu mtu, alikuwa ameona shida, ameona kilio chake. Huyo mtu alikuwa na kilio, licha alikuwa ni kipofu kwa muda mrefu, lakini alikuwa na kilio. Pigia Yesu makofi. Ikasababisha Yesu akaweza kupita kwa ile njia ili akaweza kukutana na mahitaji yake. Yesu hakupita mahali pale kikafula. Yesu alipita mahali pale akiwa na kusudi, kwa sababu yule mtu alikuwa na kilio ndani ya moyo wake. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Yesu akalazimisha Yesu akapita kwa ile njia, maana alikuwa anajua kuna mtu, alijua kuna mtu ako na mahitaji, alikuwa anajua kuna mtu ako na kilio. Ikamlazimisha
Yesu akapita kwa ile njia ili akaweza kukutana na mahitaji ya yule mtu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Hata leo hii mchana ya leo ninajua tumekusanyika mahali hapa. Yesu anapita mahali hapa, na Yesu atakapopita hautapaki sawia. Haleluya. Kuna mambo yatapatilika kwa maisha yako. Wataanza kushangaa, hawataelewa. Maana Yesu anapopita lazima apatilishe maneno, lazima apatilishe mambo, lazima mambo yapatilike katika jina la Yesu Kristo. Maana Yesu ameamua kupita. Pigia Yesu makofi. Twende. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema. Wanafunzi wakamuuliza Yesu wakisema, walikuwa na maswali. Kinzi na hata wengi wamekuwa na maswali kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Wengi wamekuwa na maswali kwa maisha yako. Kwa ile kijiji ambao unakaa, watu wengi wamekuwa na maswali. Hata kwa jamii penye ulisaliwa, kuna watu wako na maswali kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Wakamuuliza Yesu. Haleluya. Wakasema nini? Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake? Ni yupi aliyetenda dhambi, ni huyu mtu ama wazazi wake? Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie kuna mambo Mungu ameweka mtu ili hii mambo wakati moja ikapeana utukufu kwa Mungu. Sio dhambi tu ndiye anaweza kufanya ukue vile uko, lakini kuna mambo Mungu anajitakia utukufu. Wakamuuliza Yesu, wakasema ni nani aliyetenda dhambi? Maana hata saa hii unapopitia mambo fulani, kuna watu wanakuanga na maswali ya kujiuliza ni dhambi ambayo imefanyika, ama ni nini ambayo imefanyika, ama kuna laana ambayo inaendelea. Lakini nataka nikuambie kuna mambo Mungu anajitafutia utukufu. Pigia Yesu makofi. Wakamuuliza wakasema ni nani aliyetenda dhambi, ni huyu ama wazazi wake? Haleluya. Amen. Twende. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake. Yesu akapeana jibu kwa wale watu ambao walikuwa wanamuuliza. Huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna hali fulani mtu unaweza kuwa ndani yake. Hata ile kijiji wanakaanga wakiulizana, wakisema huyu mtu mbona maisha inamuendea hivi? Nataka nikuambie sio dhambi ambayo imefanyika. Kuna mambo ambayo Mungu anataka kujitukuza kwa maisha ya yule mtu. Sababu kuna mambo imewekwa ili sasa wakati Mungu atakapotenda, watu wakaweza kutambua uweza na ukuu wa Mungu. Pigie Yesu makofi. Yesu akajibu akawaambia sio yeye ama sio wazazi. Bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Bali kazi za Mungu zitiririshwe ndani yake. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie kuna watu walienda wakakusoea. Kuna watu walijua hali ya kwenu vile nakaa. Amen. Wamechua mlango fulani ama jamii fulani, kiwango yao inafikanga hapa. Hawafikangi mahali fulani. Lakini nataka nikuambie, wakati Yesu atapita, lazima watu watasonga. Amen. Watakosa kukuelewa, maana Yesu anapopita, anapita akitenda mambo, akileta mabadiliko kwa maisha. Bwana asifiwe sana. Watashangaa, hawataelewa. Kuna watu wametarauliwa, wamewekewa mipaka. Kuna watu wanajulikana ni watu ambao hawakuangi na vitu. Kuna watu ambao wanajulikana kazi yao ni kupitia mikosi aina mbalimbali.
Lakini nataka nikuambie, Yesu Kristo mwana wa Mungu anapopita kwa maisha yao, lazima mambo yatapatilika, vitu vitakuwa upside down, hawatakuelewa, wataanza kuulizana na kusema ni kweli imewezekana, lakini itajulikana ya kwamba Yesu amekutendea. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Yesu ako na jibu. Ambia mwenzako, Yesu ako na jibu kamili. Yesu ako na jibu kamili. Na wakati Yesu analeta jibu kanisa, watu hawaelewangi. Kuna vitu vinakaanga ni kana kwamba haviwezekani. Watu wanaweza ona kwa macho yao na kwa fahamu na kwa akili ya kwamba hii haiwezi kuwezekana, lakini wakati Yesu anapita, itaanza kupatilishwa kwa lazima. Watu wataanza kuona uweza na nguvu za Mungu. Pigia Yesu makofi. Kuna jibu tosha hata siku ya leo. Wewe umekuwa ukisumbuka kwa maisha, umekuwa ukisema sijui itakuachi. Nataka nikuambie kuna jibu ya mtu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Unaenda kutoka na majibu, unaenda kutoka na ushuta, na wataanza kutambua huyu Yesu kukupitia wewe. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Twende. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye. Yesu akasema imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyetutuma. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua Yesu alipokuja dunia aliweza kutumwa na Mungu ili akaweza kutenda kazi za Mungu. Akasema imetupasa kufanya kazi yake yeye aliyetutuma. Bwana asifiwe sana. Na Yesu yeye huwa anafanya kazi usiku na hata mchana. Bwana asifiwe. Mambo ambayo yanakaa kama ngumu, mambo yenye yanakaa kama rahisi, yeye yuko ndani ya ile jambo na anafanya kazi yake, anaendelea kujitirisha kwa maisha ya watu. Pigia Yesu makofi. Twende. Maadamu ni mchana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Tusonge. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Amen. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Na unajua nuru wakati inaangaza, vitu vya giza lazima viondoke. Na kazi ya giza yote ni kazi ya shetani. Shetani kazi yake Biblia nasema amekuja kuipa, kuchinja na kuharibu. Kazi yake ni kuua, kazi yake ni kuangamiza, kazi yake ni kuleta magonjwa, kazi yake ni kuleta umaskini, kazi yake ni kuleta shida mbalimbali. Shetani anataka watu wakaweza kulia, wakaweza kusononeka, lakini Yesu Kristo ni nuru. Bwana asifiwe sana. Na nuru inapoangaza, vitu vya giza lazima viachilie watu. Amen. Tusonge. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini. Alipokwisha kusema hayo, alianza kutema mate chini. Bwana asifiwe sana. Akatema mate chini. Akafanya tope kwa yale mate. Akakoroka tope kwa ile mate. Akampaka kipofu tope za macho. Akampaka yule kipofu tope kwa macho yake. Bwana asifiwe sana. Akaanza kutema mate. Amen. Akaanza kutengeneza matope. Vitu vyenye vinaonekana ni kama utoto, vitu vyenye vinaonekana kama uchinga. Ndio neno la Mungu katika Wakorintho linasema ya kwamba neno la Mungu ni upuzi kwa wasioamini, lakini kwetu ni nguvu. Bwana asifiwe sana. Wenye hekima penye akili yao inafikia, hapo ndio uchinga ya Mungu inaanzia kuteremuka. Fanya hivi. Kwa hivyo mambo ya Mungu ni mambo ya ajabu. Akaanza kutengeneza, kutema mate. Bwana asifiwe sana. Akaanza kukoroka matope. Na najua Yesu alikuwa anatembea chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hakufanya vitu sababu
anapenda, lakini Roho wa Mungu alimuelekeza atengeneze matope. Bwana asifiwe sana. Ili wakati imekuwa sawa, akaweza kuchukua na kupaka yule kipofu kwa macho yake. Amen. Ingekuwa ni wewe, ungesema sasa huyu ni kama anaongeza zaidi magonjwa. Sababu mtu mgonjwa ukipaka tena matope inakuwa mbaya zaidi. Fanya hivi. Hallelujah. Lakini Biblia inasema njia za Mungu asieleweki. Mawazo ya Mungu sio mawazo yetu. Haleluya. Mambo ya Mungu ni mambo ya kipekee. Ni nani achuae? Ni Mungu peke yake ambaye anachua mambo yake. Akatengeneza tope. Bwana asifiwe sana. Akakoroka tope kuonesha vile vitu vilikuwa vimeharibika kwa maisha ya huyu mtu. Ile misipa yenye shetani alikuwa ameharibu, ile matope ikaenda ikafanya operation. Na operation ilipofanyika, Bwana asifiwe sana, akasema nini? Akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu. Nenda ukanawe. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu ambao Mungu anakutendea. Kuna mambo Mungu wakati anatenda sehemu, kuna mali inatakikana uchukue hatua. Amen. Hatua hii itaonekana ya kwamba ni Mungu amekutendea. Haleluya. Hii hatua itaonesha ya kwamba Mungu alisema ama Mungu aliniambia utende hivi ili ijulikane na iwe ushuhuda tosha. Akamwambia, nenda ukanawe. Amen. Bwana asifiwe sana. Yule amepakwa matope, lakini akaambiwa sasa shika safari uende ukanawe. Kuna sehemu ambayo Mungu anaweza kutenda kwa maisha yako, lakini pato uchukue nini? Hatua. Amen. Lazima uchukue hatua ili imani yako ikapate kuimarika, na hata wakati imetendeka unachua ni Mungu alinitendea. Akaambiwa sasa shika njia, enda ukanawe. Enda fanya kazi ya kunawa. Fanya hivi. Tuende. Katika birika ya Siloamu. Katika birika ya Siloamu. Maana yake aliyetumwa. Maana yake aliyetumwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati mtu umetumwa, inaonesha kuna utiifu. Umechukua hatua sababu umetumwa, na yule ambaye amekutuma unamheshimu. Akaenda akanawa, sababu alitumwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Wakati alichukua hatua ya kwenda kunawa, akarudi anaona. Amen. Kuna watu wapendwa wanatafuta miujiza pasipo utakaso. Wewe unataka miujiza ya Mungu, lakini hautaki kujitakasa. Amen. Mungu anatafuta sana moyo ambao umetakasika, moyo ambao imenyenyekea, moyo ambao imepondeka mbele za Mungu. Na hapo sasa Mungu anachukua hatua ya kufanya kazi ndani ya maisha ya ile mtu. Amen. Yule angeweza kupona, angeweza kuona bila kuenda kuoka. Amen. Utakaso wa damu ya Yesu wapendwa iko na nguvu ya kupatilisha hata makosa, ya kupatilisha mambo yenye nakaa ni kama imeharibika. Ila utakaso wakati unakupali utakaso wa damu ya Yesu, mambo yako inapatilika. Bwana asifiwe sana. Uponyaji unapatikana kupitia utakaso. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Akaenda akaoka kwa kijito cha Siloamu. Akalipooka akatoka mahali pale kama anaona. Amen. Tutakubali kujitakasa. Bwana asifiwe sana. Ndio naona mara mingi majibu inakosa kujibiwa, maana watu wanaenda mbele za Mungu na hawataki kusamea hata watu wengine. Biblia inasema katika Marko 11:23, 24 na 25,
Unapoenda mbele za Mungu ujue Mungu anasikia maombi. Lakini kabla kuomba, samea wote ambao wamekukosea ili maombi yako yakafike kwa Mungu, hata pia wewe usamewe. Pigia Yesu makofi. Lazima tukubali msamaha. Haleluya. Kanisa lisipokubali kusameana, hakika itakuwa ngumu kuona mkono wa Bwana. Amen. Kuna vitu vitachukua muda, sababu watu hawataki kuoka. Watu hawataki kujitakasa. Watu hawataki kurudia Mungu. Watu wamekaa na mioyo migumu, mioyo ambaye ni achiwe. Na hiyo ndio Yeremia akasema, Ezekieli akasema, nitatoa hiyo roho ya mawe na nitaachilia roho ya nyama. Roho ambaye inavunjika na kupondeka. Mungu anatafuta hiyo moyo. Pigia Yesu makofi. Na hapo uponyaji utakuwa ikitirika kila wakati. Kuna mambo mengi ambayo yanatusumbua hapa duniani. Unajaribu hili, unajaribu lile, lakini halisongi. Mambo yamekaa ni kana kwamba yamekufa. Lakini Yesu tu pekee ndiye suluhisho. Pasipo na njia, Yesu atafanya njia. Haleluya. Jambo lolote usijisumbue. Ule nini, unywe nini, ufanye nini, ama ufanye nini. Yesu tu pekee shughulika. Kwa jambo lolote usijisumbue. Ule nini, tunywe nini, tuvae nini, ama ufanye nini. Yesu tu pekee shughulika. Mfanya njia pasipo